Entry unajua zinakuwaje? Zinakuwa kwa mfumo huu hapa. Hii ni zone, ndio? Ambao ni nini? Ni resistance. Ndio. Alafu kuna hii hapa ambao ni support. Hapo naomba unisikilize vizuri. Market inavyotoka huku juu, si ndio? Ndio. Huwa haiendi moja kwa moja chini. Inaweza ikafika mpaka hapa, ikarudi tena huku, ikaja hapa tena, ikaja hapa, ikaja huku, si ndio? Ikarudi hapa hivyo, si ndio? Lakini Ndio. ikitokea imevunja chini, kendo zile zikafunga huku chini, yani ile body of the candle ikafunga chini, si ndio? Tunasubiri tutakuwa tuna expect market kurudi kwenye price action ambayo ilitengeneza juu, au katika zoni ambayo iliacha juu, au base iliyoacha juu, afu ndio ifanyaje, iendelee kushuka. Sawa. Ila ikitokea market imecheza lakini ikaja ikafunga juu huku, yani ile bode, achana na mkia, bode ikafunga juu, si ndio? Tutasubiri correction ya kurudi ndani katika mazingira, afu tuendelee kufanyaje, buy, kuendelea kwenda juu. Umeshanielewa? Ipo, nimekupata. Umenipata? Alafu sasa kuna kitu cha pili hiki hapa. Kuna kitu cha pili hiki hapa, nikuelekeze hapo, ndo kwa unielewe, kwa sababu ndo entries ambazo sisi tunazichukua. Yaani entries zetu ndo zinakuwa kwa mfumo huu. Alafu sasa kitu kingine ni hiki, ukikuta market labda tuseme imeenda imecheza ikaja ikafunga chini vizuri tu, si ndio? Lakini wakati wa kufunga chini ikarudi tena ndani, ikafungia ndani huku, si ndio? Manake tutasubiri market hapa, sitakuwa tayari ishakupiga hela, kwa sababu uli expect ikifika hapa usell, si ndio? Lakini yenyewe ikafunga ndani. Kwa kama ikifunga ndani, ile eneo ambayo ile market ilikupigia ile itarudia katika lile zone, afu itabai kwenda kwenye zone hiyo. Inachofanyika. Au kwa mfano market imetoka ikacheza ikaja ikafunga huku juu, ilipofunga juu, tuna expect market ikitoka hapo itafanyaje? Itarudi hapa afu ibai, lakini cha ajabu ni kwamba inakuja inafunga tena ndani. Kwa ile eneo ile ambayo imeacha itarudia tena ile eneo hapa, afu itakuja chini huku. Kwa hapo unaweza kuwa umpata hasara, lakini utakuja kuiligain katika ile eneo hili hapa. Jinsi inavyofanya. Kwa kuna wakati market inakupiga, lakini unaangalia opportunity nyingine. Sasa umeona hii structure ilionekana hapa? Umeona na hii structure ilionekana hapa? Inakuja lazima ije kutengenezea structure kama hii. Kama ni ya kusell, itakutengenezea structure mbili. Either itakutengenezea double top, na mimi wanasemaga double bottom. Hivi umeshaelewa? Au itakutengenezea kitu kama hiki kinaitwa head and shoulder. Itakutengenezea kitu kama hiki, head and shoulder, afu ndio ufaje buy. Umeshaona? Lakini kama ikiwa ni ya kusell, structure ambayo iko hapa sasa, kama ni ya kusell itakutengenezea hiyo wanaita double bottom, I mean ya kusell, afu market itafanyaje? Itakutengenezea hizi zote zinatokea kwenye zone, kumbuka. Au itakuja ikutengenezea head and shoulder hivi, ambao wengine ndio tunaita nini, class model. Sawa. Wengine wanaita class model, wengine wanaita sijui nini, wengine wanasemaga break of structure. Zingine zinakuwa zinafika mpaka huku, zingine zinafika mpaka huku, zinaenda hivyo, lakini zingine zinaishia maeneo fulani, lakini ikutengenezea structure kama hiyo. Lakini kumbuka hizi zote zinafanyaje? Zinatakiwa zitokee kwenye nini? Kwenye zone. Yaani hizi zote zinatokea kwenye zone. Hizi zote
Sasa ukija katika eneo hili hapa, hii hapa na yenyewe entry yake inakuwa ya mkafono. Hii ikitokea, manake utaona kitu kama hiki, afu itakutengenezea base, afu itasave. Lakini kama sio hivyo, inaweza ikaja kama ni yakubai, itakutengenezea base, afu itafanyaje? Itabai. Kwa hiyo yani, ukishaona hivi vitu vinne katika chat, umemaliza. Ndio entry zenyewe zinavyokuwa. Kwa hiyo hizi hapa, hizi ni za continuation. Yani ukiona setup kama hii, yani hizi mbili hizi, hiyo ujue ni continuation. Sawa? Unaona kama hiyo, ujue hiyo ni continuation setup. Ila ukiona kitu kama hiki hapa, hii hapa ni reversal. Ndio. Kwa ukiona entry yako ina structure kama hizi, hiyo ni reversal. Ila ukiona ina ile nyingine kama hii ni continuation. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi wewe kutambua. Hauwezi, yani cha muhimu ambacho kinahitajika wewe tu mvumilivu wa kusubiri. Usiwe na haraka ya kuingia tu, kimebai unaingiza hela, si imeseli oya, utaumia sana. Kwa mfano umeona hapa labda umeona hapa, hii ilikuja si ndio? Hii small ilikuja hapa ikavunja ikasela. Umeona hapa ilivyokuja, ilivunja lakini haikuretest, si ndio? Lakini baadaye ilivyokuja hapa ikavunja ikaja ikarudi ikasela. Umeona? Yaani inaonekana. Ukiangalia hapa pia hapa tunaiona ilikuwa ni reverse. Unaona hii hapa ilikuwa ni reverse, ilikuja imetoka. Unaona? Ukiangalia hapa pia ilikuwa ni reverse, hii hapa kwenye zone. Hii hapa ilikuwa ni reverse. Yaani market kwamba ilikuja hapa, si ilifika hapa ikacheza ikavunja juu ikarudia, si ikabai. Sijui umeona hapo? Umeona brother? Hii hapa ilikuwa ni reversal. Hii hapa market ilikuja umeona hapa market ilikuja hapa ikarudi ndani ikavunja juu ikarudia hapa ikabai kuja mpaka kwenye TP1 pale ikacheza. Ilivyokuja pale ikacheza ile eneo ikarudia hapa ikatengeneza structure ya reversal. Umeona? Hii hapa umeona? Naona. Kwa hiyo yani ni structure ambazo zinafanya kazi. Haya, ukiangalia hata hapa, si ndio? Market ilikuja hapa ikacheza baadaye ikavunja chini, si ndio? Kwa ni kuonyesha vizuri, ilikuja hapa ikacheza hapa ikavunja chini ikarudia humu, somona liliseli kidogo ikarudi hapa, ambao ndo continuation imeseli. Kwa TP1 ilikuwa pale. Kwa mfano mtu aliye sell hapa, maana yake aliingilia hapa, stop loss ilikuwa hapa juu, ambako kama angepoteza dola ngapi? Dola moja. Lakini kama angekuwa ni stop loss ya kupata, alikuwa anapata dola 5. Dola 5 ni 10,000. Sasa 10,000 kaka ya chap uongo. Ndio hivyo jinsi ninavyokuwa. Kwa hiyo yale marangi sijui amekaeja yale matakataka tu. Kwa hiyo ndio kwa ujue nini kinafanyika sokoni. Basi. Sawa. Hivyo ndo namna ya kusoma. Kwa hiyo kama una swali niulize hapa, tuendelee kwenye CFTC.